Yo, how are you doing my people? Sijui kama leo kuna shida ya sound, but it's a beautiful Monday, the beginning of the week, and this is the second week of October. Ni dramu ile wiki shirathie guthie na nie ndioi weekend urakorirwo wiko nie ngoretwo ndi fiti. God has been faithful to me. It's yet another week ya gukorwo tugika a show ya Kikuyu Gossip Club. Kama unanisikia manze, agikorwo ikure mwena wa Facebook no like, agikorwo mwena wa YouTube no like, na agikorwo urerora wi any of those places, you can do exchange program. Aria me YouTube no muthi mwena wa Facebook, aria me Facebook no muthi mwena wa YouTube, na mambo ikuwe fiti. Dio sound atia na manze, nitawaambia story ya sound nginya. If you're hearing me well, sema hapo hivyo unanisikia fiti na mambo itakuwa fiti. Nijitagwo olije mwana wa YouTube, TikTok na Facebook. Ugethiko oni follow na subscribe maudo na makoro me fiti. Today we have a lot of things lined up for you. But before we get there, nie dio ado ya tu na goku makoreto me hana ate. I think they have also been doing good. Over the weekend ni maudo me game no ma happen aga. A lot of things do happen over the weekend. Na nao ukore maybe kitu ili happen pale hivyo tarehe utadhaishi. A lot of things do happen. Let's get into the show together tumenye maundu maria makoretwo magithii na mbere. But before all that, umuthi ni gukorwo na a very big security breach Kuria State House. Nimekuwa nikiona video fulani na hena muthuri ho. Kuna mambo mengi sana you happen na hena muthuri weho kuratwika ati he's just a random mzai wa miaka 56. Alikuwa pale hivyo gate D ya State House na akajikuta pale hivyo amevurugana na GSU. A very interesting story. Hebu acha tuone vile kulienda pale hivyo. Hata mimi unanichukua. Hapana. Kina hepa. Niko na wewe. Ulifanya nini? Ujizi ulifanya? Tajua tu. Wacha tuende hospitali kwanza. Anapeleka wapi? Anapeleka wapi? Anaenda hospitali. So guys, in the last 24 hours hena mudogi wa GSU ameza kuliwa pale hivyo State House. So in the last 24 hours not ugani adu 2 people have died. 2 GSU officers have died in the last 24 hours. Na umwe akwirire kuria JKIA through kupigwa bado na wase na riu uyu wa haria State House. Na hii na raise a lot of questions about the security of the country kwa sababu manze hizo ni those very nini installations inaitangwa aje shitagwa atia most protected government installations. Na ani dio maoni makumegi uhoro na mundu agicomment haria online akiuga ati at least sasa tunafika tunakaribia State House korate thaici adodo barathi makemenyaga mashimo makuingira kuria. But it's so unfortunate that muthigari tocio hau no ragwo tu na mshale pale hivyo. Na another funny thing ni ati mudocio that 56 year old orio arauga ati yali tumwona shetani. That is the only reason iria aheanite haria arauga atubetwo ndi ngoma nigetha eke uguo. The guy has been arrested. Thaici afati gukorwo agithie thibitari arorwo kana sawa in the head, ashoke akwe arraigned in court because of doing that. Let's wait and see how it is going to be. Todu maudu ni maigi mathia na mbere guku. In other news ni ati hena video ya trendire I guess tukirekereria last week
na nĩ video ya one of the MPs na dereva wake na MP ucio walikuwa on the wrong side na wakapatana na Larry Madowo, not knowing that it was Larry Madowo. Magicemania na Larry Madowo haria na akirekodi, nikakuwa a very controversial video tondu gwatuikire ati wanatumia their power kwa sababu wao ni ma MP and all that, na ikakuwa big to a point that muthenya wa muthenya tuona that driver ni akinya kuria igoti-ini, na kuria igoti-ini auga ati it is the first time areka undu ta ucio. He has never done that in his life, na nĩ arahoya kurekerwo. In short, we have never seen any politician do that. So ona ithuĩ nĩ rita rĩa mbere kuona ũndũ ta ũcio ũkĩhappen. It is so manze, tunaona saa ingine hawa tu tubeba ufala bana tondu just even yesterday hena video ingĩ ndĩronire bado ya pickup ya GK ikiwa on the wrong side. It's not the first time. Oneo ya mũmbunge ũcio rĩtiarĩ rita rĩa mbere, tumeona zingine na koguo kuona akiuga ũguo harĩa na kuga atĩ ndarĩ eka ũguo, ndarĩ ona mina feel sengine politicians who tubeba ufala. But anyway, because some of those things that happen, sina maoni about that. Anyway, harĩ igoti-inĩ nĩ etirio ngiri igana rĩmwe as cash bail, nĩtangwa cash bail ama bond, na ũhoro ũcio watuĩka wa gũthira. Guys, ndiũĩ mawoni maku megiĩ ũhoro ũyũ. Ũcaikutana na a certain situation kwa barabara harĩa hena someone in power trying to block you or trying to go on the wrong side, kana ũgacemania na handũ barabara-inĩ mũnenda mkitolewa ngo hivyo ndio mtu apite, you know, any of those things iria ũramenya manze this is not right, na mse anatumia hii kwa sababu anafeel akona hiyo power. I don't know what you guys think about that, but in other news nĩ atĩ thaa ici twĩna mũhũranĩri ũngĩ wa gĩtĩ kĩa gavana Nairobi ũretwo Moses Kuria. Moses Kuria akoretwo agĩkũĩrwo gũkorwo bado mwena wa thirikari, hata kama alikuwa amejitoa kwa gava na akaresign pale hivyo akasema I am not part of William Ruto's government. Ukoretwo ũgĩkũĩrwo atĩ bado he's a spy of the government, na thaa ici nĩtũrĩkĩtie kuona mũthenya wa ũmũthĩ nĩarekereirie ndũmĩrĩri na auga atĩ harĩ andũ acio mararũgama gĩturwa-inĩ kĩa gavana wa Nairobi, he is among them, and now making the list to at least big four. Thaa ici twĩna Sakaja, twĩna Babu kwa sababu, twĩna Irungu Nyakera wa kĩama kĩa DCP, na rĩu twĩna Moses Kuria. Of course Moses Kuria kũrũgama kazi ito chama cha kazi ama chama cha I think chama cha kazi, na guonaga andũ makĩreact to this. Last time arũgamĩte governor wa Kiambu, and you know Kiambu na what am I about to say, Moses Kuria anakoretwo amekuwa akipopularize hiyo chama yake sana, mostly akinini na Kiambu politics, heading up to the 2022 elections. Nikore na by election juja, right now we have by elections in Bereno. Do you know candidate wake bado wako wa chama cha kazi ule wale wa DCP, venye DCP iliamua kusupport DP, osho wale wa DCP arũgamire na kiama kia chama cha kazi kia Moses Kuria. Na thaa ici kuona Moses Kuria ni amuete rĩu kiama gĩake rĩu akĩingĩria kũrĩa jijini. It is something that we are really waiting to see how it is going to be. Thaa ici politics cia 2027 will be an interesting one. Cigũkorwo imwe cina cama mũno tondu thaa ici and again he video ya Rigathi Gachagua ndaiguĩte akiuga atĩ it's time Nairobi gũkorwo na governor mũgĩkũyũ, na I think that is why akoretwo agĩkĩra Irungu Nyakera harĩa, and that was only one Kikuyu. Now we have two Kikuyus, of course changing the dynamics of politics in Nairobi County. Interesting times to watch in politics. Need you maoni maku megiĩ ũhoro ũyũ? Guys, you can comment down there and tell us what you think. Najua twenda thĩna wa sound, ukisikia sound inaleta shida kidogo pale hivyo bana. If you want our show to be perfect next time man, you can always do something. Kwa hii screen hapa hivi ukiangalia hivi, you can always do something. I know, you know, I know. Guys, next story. But before we go to the next story ni ya siasa ya Mount Kenya. As the Gen Zs of the country, tunafatana tukao tukioya kura. Na ndona video ya one of the Gen Zs of Kenya.
akira ndo moe kura. I would like to advise my fellow Gen Zs that this is the time for them to come up in large numbers and register. I would like to advise my fellow Gen Zs that this is the time for them to come up in large numbers and register. I would like to advise my fellow Gen Zs that this is the time for them. That is our fellow Gen Z. That is our fellow Gen Z. Arenda andu meyumirie na moe kura nigetha magathurana. You know, hegete mundu uyu ahetwo ya Senate na ilikuwa kiti ilikuwa inahusu the youth. Na ukiangalia hivi unaona manzeni kai serikali zingine inatufanyiaga hivi. Cause man, what are these man? Anyway guys, ndiye maoni makomegi horo. Let's get to the politics of the day. Tokea ni ati over the weekend Rigathi Gachagua ni arekorire Ngori-ini imwe nene muno na andu a Mount Kenya, specifically kuria Kirinyaga na Embu County. Na it is because those places shiratongorio ni women leaders aria Rigathi Gachagua was not cool with riria areka hatua yake ya kuu. Sound iko poa? Na arakinyira handu na arauga ati those leaders matiratea call yake ya kunyitithania kirima because memwe no riongi wa thirikari na there's some mods alitumia pale hivyo na haikukua fiti. Guys, let us look at this story nigetha tuone how it went down afterwards, tondu andu a Kirinyaga na Embu matina kenio ni uhoro ucio ona hanini. Rigathi Gachagua wa Munyoro, tunataka kukwambia hivi wa Munyoro, vile unajiita ujue hapa sio wa Munyoro, hapa ni Kirinyaga na Kirinyaga iko na wenyewe. Tafadhali tunakuomba kwa heshima, hatutakutukana vile ulitusi mama yetu. Kwa majina naitwa Teresia Modoni na mimi ni mkaaji wa Embu County. Nataka kuambia Gachagua kwa ile maneno aliongea hapa Saturday. Nataka kukukanya. Nikuulize wewe ulizaliwa na nani? Na nikuulize kwa boma yako uko na mwanamke? Nikuulize kwa hiyo siasa yako, kwa hiyo caravan unapanda uko na mwanamke? Kama hauna mwanamke uniambie. Ninataka kukukanya kwa sababu wakati ulienda makutano ulitukana Waiguru. Ukamwambia yeye ni useless woman. Ukakuja hapa kwa Runyenjes ukatukana Karinda ati yeye ni msaliti. Na watu wanatumiwa na Ruto. Wewe gavana Waiguru, wewe Karinda, kwani nyinyi hamuna akili? Ruto wako pale anaunganisha jamii yake ya Rift Valley ndio aweze kutafuta uongozi. Mimi nasema hapa tuungane. Si mimi niliungana na Martha Karua, si tumeungana na JB Muturi, si tumeungana na Linturi. Huyo si ni werevu? Sasa huyu Karinda, huyu wa hapa Embu ndio anatumiwa na Ruto wakiwa na ile mtu anaitwa Soprano kugawanya sisi. Mtakubali? Mtakubali? Wewe William Ruto, wacha kufikiria watu ya mlima ni fala. Unatumia pesa kugawanya sisi, alafu wewe unaunganisha jamii yako. Unafikiria sisi ni wajinga? Na kuuliza tukiwa kwa ballot box kuna mahali Karinda alikuwa ameandikwa jina msaliti. Na kuambia utupe heshima. Karinda huyu mwenye unasema Rembo 5 hakuna dawa, umeenda ukalala huko ukakosa dawa. Nimekuambia saa hii uende kwa gavana wako Kadhiga, uulize hiyo hospitali iko karibu Rorengo kama kuna dawa. Mambo ya shughuli ya Embu uache. Development zetu ziko sawa. Wakati watu wa Muguka walikuwa naleta shida, wewe ulikuwa deputy president. Ulikuwa wapi? Karinda ndiye alichukuana na watu State House kwa wa president, akaenda kwa Mombasa kwa Nabdi Nasir, wakasikizana na Muguka yetu iko sawa. Na kukanya tafadhali. 2027 utakuta wa mama. Hautakuta watu wengine. Na hawa mama ndio wamezaa Gen Z. Hawa mama ndio wamezaa wazee. Utatukuta na utajua mama ndio uzito. Nimekuambia uheshimu Embu tafadhali. Agĩkorwo mũndũ wa Kirinyaga kana Embu nĩ
Niwe gorore kana hau hena sister yaku, mamu wanyu, kana shosho wanyu, tondu no ukore toko shosho wanyu atinda akigaragara kuria ramini. But you know, die wone mako Chris. Ando makiesi ya mtu. Matige kogoro. It is a very sensitive kwa reria tumia koragwo a very sensitive topic. But equally I think that mutumia wigirete siasa ni kama I think what these women want to show ni kama nona mjei ni that you are hard mwiretu agigira mjei afu ugate ndakaheo wira muritu atotondo ni mwiretu na mjei you get. So entering into politics ni kama mjei uwezi kuwa umejingiza hapo hivyo alafu useme atumia matifati kwa rerio guo, atumia matifati kwa kwerua guo, atumia matifati, you know, because what Rigathi Gachagua addressed on that day, it was about issues of governance and politics of Mount Kenya, not about demeaning those leaders as women, you get. Na die kana hena do mekonyito kana ona ni nego corona thina na do haha because agikorwo nona interview cio cia atumia acio mara interview me ground, kuna uyo Mathe wa Kirinyaga na kuna uyo wa Embu, all the mena thina na the fact that our governors wao Anne Waiguru na Cecily Mbarire walitukana na ni wa mama, you get. But hawana shida na ati waliambiwa kitu yenye ni ukweli, kitu yenye wanafaa kuwa wakifanya ama kitu yenye ndio kani muranyita and dashoka dona post ya the women rep of Kirinyaga etagwo ati Gacheri akiuga ati atumia acio marahirwo punch nigetha makorwo makiumira nigetha bakora makinania Rigathi Gachagua is not the leader of Mount Kenya na wakakuwa wakapewa hizo mabanas, wana bana hizo shiandikitwa ati chama sio moja, things messagings directly to Rigathi Gachagua. And so akirikio horosho auga amiji ya kuraita go ate and Anne Waiguru is serving her 8th year as the governor of Kirinyaga, and Cecily Mbarire is serving her 3rd year. But she has also been in parliament for I think 20 years or so. Kogo aya ni atumia makoreto in leadership for quite some time, not compared to Rigathi Gachagua yokoreto as an MP for 5 years and as a deputy president for 2 years. Kogo equally bado ni hafati yokorona iteo shi how Rigathi Gachagua should respect these leaders, and these leaders should equally respect Rigathi Gachagua. And that's stand Tiago Koroma kiruta atumia how na kumagaragaria ramini na gwika uguo. I don't think it's the right way to handle that. Todo there are more mature ways. Adu akire totioekaine uguo. Hena adu moekaine na metugoteyo goko Kenya while doing their politics, but adu akire totioekaine uguo. Can you imagine through thaishi Chris no wigira haria online page ni ya Kirinyaga akorwo ina mundu wanyu Kirinyaga omwone akigaragara faraini ni undu wa 500. You know, it's so embarrassing and it's so it beats the logic 100%. Digoshiria ona maundu macio Rigathi Gachagua raugire no she amount to atumia marakare o enyewe. Heno do get triggered o maumire fara genuinely, but ugu araugire I don't think it can trigger people genuinely. Maumire fara na makoro makiruta metugo yo. That is all politics. And so guys, need you maoni manyu megi uhoro yu. You can comment down there and tell me what you think. And now tugithi hari story ege ya muthenya wa muthe, a bit of udaku kidogo before we go to the international news. Tumenyore kora yathi na mbere kuria nja ya bururi. Ni ati kumekuwa na vurugu after TikTokers mathire na magicanga kuria JCM. Na gwikorwo na thina munene muno tondu ni kweyumiririe andu marutire mbeca, and they were not like the group of Gen Zs and those TikTokers maruta mbia icio in the name of, let's say, kwionania kuringana andu miririe ashikire guku nenda-ini. Na kumekuwa vurugu katikati ya Githaiga na Wanja Nyarari. Chris Aikoni urarikana wega hindi ria kwari na story ya etagwo atia Triza mamake Wanja Nyarari mena Githaiga mari at the forefront
ya gukorwo making'ang'anira uhoro ucio na magisupport uhoro ucio na walikuwa kimoja hiyo time, but after that nikuumiririe drama nyingi muno na wakakuwa wamekosana na hiyo chuki ndio drag to this point. Guys, story no nyende ona itari drama tariria tobe tumeigue turi ithuothe haha tujue what went down. Tulienda kwa kina Karuma tukadua tukasema tunaenda kupeleka Karuma JCM Thanksgiving. We never went there as saints. Some of us, we are very dirty. Hata tuendagi kanisa. In fact, we are okay the way we are. We went there courtesy of tumeinvitiwa na Karuma, tuende tukampeleka Thanksgiving, tukakubaliana na pia the leadership of the church, beginning with Pastor Ben, Bishop Ben, alihakikisha na akatuambia you are welcome. The guy Mofam, the chairman, called me, told me thank you for even coming. I don't understand why some people munaenda tena online kututukana because we went there. Oh, Maraya, wasikuje kanisa, wakikuja wanafaa wabadilike. Excuse me, we don't want that. If you think we came there to be condemned, please, na Bishop Ben, na gitioge ya kuta Bishop, na ni you are my brother, and I love you and I respect you. Kama kuna spokesperson na kina Wanjanyarari, ambao watakuwa wanakuja kutuingilia, and that's why nasema hizi misaada zao hazifai kukua, and they are not even supposed to take the limelight. Hawafai, because hao ndio wanakuja kutuosha. Wacha, those people who went there ni wavuta bangi, ni malaya, ni makahaba, ni mashoga. Please, if you feel you have a problem with them, please keep it to yourself. That is not your church. If you are the spokesperson, the leadership of the church should come very clear. Na mtuambie TikTokers you are welcome. Lakini malaya wote, wavuta bangi, wavuta sigara, watenda dhambi wote wasikuje. And we will not come. Otherwise, don't go to Facebook and waze kutuandikia paragraphs. Na wewe mwenyewe ni malaya. Umeuza ukauza mpaka mkundu. The only difference with you and Githaiga ni color, sura, unakaa mweupe. You are not even, don't even jifanya unasimama na Gen Z. You are not even a mother to a Gen Z wewe. Wewe mtoto yako ulificha ukienda kuolewa mpaka na wakili. Ulificha mtoto yako. Is that true? Your people hate your son. Wakili alikuja kujua baadaye. When you are coming to judge us, you are coming to write for us paragraphs. Atufai kwenda kanisa, malaya wakoke, give us a break. If you think we came there to be condemned, na mimi sijaingilia watu ya JCM, na sijaingilia Bishop, because Bishop should have told us tusikuje if she had a problem. But now that we have a self-appointed spokesperson, ambaye ni sister ya Bishop, ambaye anaitwa Wanjanyarari, you should be very clear with this, na Bishop tuambie kabla tuende kwa kina gift. Nigenda tumenye kana tutiagirirwo ni guka kanitha, kana kanitha oyo tu andu othe, kana twena thina, na by the way tukuchangia, we have no problem. Na tutirenda tuke tuthukiria andu kanitha wao. Tutirenda uguo few. If you are not welcomed, please let us not come. Badala ya kuja tunaanza kujajiwa na maraya ndio wanatujudge. Washerati ndio wanatujudge. Majezebel ndio wanatujudge. Wezi wa mabwana ya wenyewe ndio wanatujudge. Wakijifanya spokesperson wa binguni. Wakijifanya secretary na PA wa Yesu. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Hao ndio na hena dhina. Pako na shida kubwa sana. If we are going to do things as TikTokers, I think inafaa ibaki TikTok. Na kama kuna mahali tunaenda, we should be very clear ya kwamba huku you have no problem. Tuliinvitiwa na mwingine hapo wa OTC, ule alikuwa na kireba, mkuje kanisa yangu. Sasa tutakuja tena tuambiwe si ni maraya. Tutakuja tuambiwe sisi tunafanyanga nini? You go dig in the past of somebody and then you come judge them today because of what they were. By the way, wacha mimi sikuogopi. Pigwa cactus. Na siku nyingine wewe kinoge kiwe. Now, I wonder how you are so millionaire and you have all the time ya kujibisana na maraya, you have all the time. You wanted to con people, you told me you want to con people, nilizima iyo mfereji, and it makes you hate me so much because I did that. Hata watu wenyu, hata kwenye mtoto yako alikuwa anasomea Kikuyu, kwenye ulikuwa unamficha, everybody is calling me, everybody is telling me, Githaiga, that lady atawaosha. You are doing a very good job because we know her. Please, if that is a problem you have with me, deal with me mundu kumundu. Wacha kushinda ukituandikia maparagraph. TikTokers wenye walienda, maraya awache umaraya, wakuvuta bagi awache. Tutoko shinyua, na netoko edia, tilia kutuendagia. Endo kapigwe cactus. Mwenda wa simu wewe. Ena ikoragwo ibara imwe very personal. Aria moi haria Githaiga na Wanjanyarari manjanirie. Hiyo ni vita moja personal. But there is one thing with Githaiga.
you know guys, mess up with Githaiga at your own risk. Githaiga ndakoragwo na anything to lose. Hena andu majirie na akomutroll na ilienda hapo ndo amekuwa embarrassed. Na it is happening again with Wajir Nyarari. Apparently Wajir Nyarari thought that todo maybe ena besha na maybe she's well connected na maybe know how to find her way through majority of the things that you know okay na aigirira modu ta Githaiga, and now I think she has gotten her dose na to all other people that hena do tageda ako risk na ogoku online. Junajua Chris ukishatukana umetukanwa, you cannot undo that. Taru ogo Githaiga haha, you cannot undo that. You cannot undo the fact that neugati maundu macio mothe megie Wajir Nyarari. Na agikorwo Wajir Nyarari maybe alikuwa amempasha ile kidogo tu akitaka response, ameipata maradufu. Guys, nidie maoni manyu meki these dramas. Unfortunately dikoreto gefuatira dramas muno, but even ikuta off guard, and it is because of the Gen Z's event area irari Korea, and we also waiting for the one for 26th area gakoro Korea ebu nege agethi. Guys, hena a debate bado dronaga egepaso goko ya TikTokers after uria kurari na unity area na marakora mageshagira either wa Kaluma Boy. Right now there are plans to separate these TikTokers because the only way ya gutuma TikTokers ya matigathi na mbere na these mchangos niko separate, because these michangos are an embarrassment to the government. The government is feeling so embarrassed, and ameshagono kuona te vijana Gen Z no moke na makoro mageshagithia bia nyingi oguo, and they change a life. Dronaga debate that this mchangos zinafika place manze shigatoma ginya mefago ta maundu ta sha zina lose credibility, maundu ta empowerment zina lose credibility. Todo agikoro empowerment modo ta the second atago the second kana the sixth no oe gifiririki ndege ya gifiririki aume haha athie ginya githi aheana ithei ithano cia ngiri 50 hiyo ni 250,000, yet hata hiyo ndege imetumia mafuta mingi, but Gen Z's are becoming united na marathi na mugashanga bia ona no urigo kana ciumite mihukune ya andu acio. So the government is really planning on a way to separate these people from doing all those things. But they dronire ni maronire mugunda ekavate kuria Malindi kuria megwa ka thiftari riu ndirarigwo kana riu Malindi itawezekana kweli kujenga hospitali kule Malindi. Anyway guys, nidie maoni manyu megie uhoro uyu. Guys, you can always comment down there and tell us what you think. Eno ni show ya Kikuyu Gossip Club na ni jitaka holiday kule mana wa YouTube, TikTok na Facebook. Tukirekereria nigetha tuingire kuna story pale hivi ya Trump leo. Nigetha tuingire hari story yo. There is this one pastor. I think kuma enzi ya 310 na haria tukinyanetie na Kanyari thaa ici, I don't think there's anything that Kanyari cannot do. I don't think there's anything that on Kanyari agika thaa ici na tuone ari undu munene. Just recently, I think some months ago, hidiria Kanyari akoragwo agitrend guku kuria TikTok muno. Ni kuri na video yake akihujia kiriaga haria kigongona-ini. Na ikakuwa very controversial tukiuliza what is really happening bana. Mbona anahubiri pale akikuraga. Right now tunaona haria Nyamera shino haria kigongona-ini akihujagia kiriaga makiinaga. And hey, that is Kanyari for you from 310 to this. Nie jiwe ni ate jiwa wewe Kanyari. Huyo tunamwachanga tu hivyo tu afanye mambo yake. Todo
sina maoni at all. Anyway guys, how are you doing and how have you been? Demogaithie rĩngĩ. Now, hena bara ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere. On to our last story of the day. Hena bara ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa Israel and Palestine. Now, they called for a ceasefire over the weekend. And Trump, muthenya wa mothe auma kũrĩa Tel Aviv, and ku make sure your mambo imeenda fiti pale hivyo. And we are seeing a war area yathira after 2 years. A lot of things have happened, and bara yone yathira finally. Na kumekuwa ceasefire pale hivyo, watu wamerudishwa 20 nini wa ile side na 100 wa hii side nyingine wamerudishwa wote. I don't have clear details on that story, but kumeenda hivyo na mambo imeisha hivyo, na Trump was there today. Guys, you do maoni manyu megiĩ ũhoro ũcio. I don't know what you guys think about that. Unajua hiyo story kweli? Israel dege ikara matekurwa. Let's give time a chance. We see how it is going to happen. And ako Korea, Madagascar, murugano wa Gen Z utumite ginya umuthi. The president aretwo Andri, he was airlifted by France military planes to France ni undu wa pressure ya mirugano ya Gen Z Korea. Na hii na build up bado kwa mirugano area ya ajili ni a Kenya, Gen Z a Kenya. Tunaona bado ikileta fruits in other countries. Na die Kenya tugakinya haure no bado pia sisi Kenya bado tuko na progress. Tomuthi ni tuona riu GSU ahari ya State House ni arigwa mushare. Hivyo sasa washajua kupita hapo, hivyo washajua the next move. But anyway guys, maoni manyu megiĩ ũhoro ũyũ. You can comment down there and tell us what you think about that story. It has been your boy Holy J on YouTube, Facebook and TikTok. Niĩ ndĩmwendete ta bomu na nĩkĩo njũkaga haha nĩgetha tũkorwo tũkĩhũra story each and every day. Provided it's a weekday, we have a date. Na for now, ndiĩ na ũndũ ũngĩ ingĩmwĩra tiga kũmwĩra tũcemanie rũciũ, same time, same place, different discussions.